Neno letu la leo itakuwa ni pointi namba 5 ambayo inazungumza kwa ajili ya kusudi linategemeana. Tayari tumeona kwamba mipango inaweza kubadilika, lakini kusudi haliwezi kubadilika. Sasa sijui tutafanyaje kwa sababu siwezi nikafanya kazi mbili kwa wakati mmoja, itakuwa shida sana. Kusudi linategemeana, lakini pointi yetu ya kwanza tulizungumza ya kwamba mipango inaweza kubadilika, lakini kusudi linaendelea kubaki lile lile. Pointi ya pili tukasema ya kwamba kusudi ni la asili, ni kusema ya kwamba na kusudi lako. Lakini pointi yetu ya tatu tulisema ya kwamba kusudi ni la kipekee, ni la binafsi. Ni kusema ya kwamba kila mmoja wetu hapa alipo ana kusudi lake katika maisha. Kwa hiyo hatuwezi kuchangia kusudi. Hata kama sisi wote ni wakulima, hata kama sisi wote ni wachungaji, hata kama sisi wote ni wafanyabiashara, hata kama sisi wote sijui ni wafanya vitu gani, lazima tutakuwa na utofauti. Kwa hiyo ni la kibinafsi. Pointi ya 4 tulisema ya kwamba kusudi linaweza kuwa zaidi ya mara moja. Ni kusema ya kwamba kunakuwa na kusudi moja kubwa katika maisha yako, lakini tulizungumza ya kwamba ni vizuri na inapendeza pale utakapoelewa makusudi mengine madogo madogo yanayobebana ili kwenda kutimiza lile kusudi lako kubwa. Na hiyo ndio tuliyozungumza last week. Sasa leo tunaingia kwenye pointi nyingine inayosema kwamba kusudi linategemeana. Bwana Yesu asifiwe. Kusudi linategemeana. Na leo nitaomba tuwe makini sana, kwa sababu nitazungumza vitu vingine inawezekana kwenye masikio yako visiingie vizuri. Lakini nitaomba emotions, santima tuweke pembeni. Hapa tunaenda na roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Ukija na emotions utashindwa kuelewa neno linataka kuzungumza nini. Kila jambo lina kusudi. Kila jambo unalolijua, kila kitu kina kusudi. Kila mtu ana kusudi lake la kipekee. Na ili kusudi ndilo lile tunalolisema kwamba ni kusudi kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kusudi kubwa. Hapo ulipo una kusudi lako. Hapa nilipo nina kusudi langu. Pale mtu mwingine alipo ana kusudi lake. Kwa hiyo sisi wote hapa, kila mtu ana kusudi lake. Hata vitu vyote vinavyokuzunguka, ikiwemo mito, bahari, misitu, milima, matunda, kila kitu kina kusudi lake. Na leo tutaona mifano miwili ili upate kunielewa vizuri. Lakini pamoja na kwamba kila mtu ana kusudi lake, lazima kusudi lako na la mwingine viende ili kuweka harmoni, ili kuweka mambo kuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja tuanze na mfano wa kwanza. Wiki iliyopita tulizungumza ya kwamba katika anga Mungu aliweka mianga mitatu. Kuna nyota, kuna mwezi na kuna jua. Na wiki iliyopita tulizungumza sana kuhusiana na jua. Lakini leo nitazungumza sana kuhusiana na mwezi. Bwana Yesu asifiwe. Mwezi ulipewa mamlaka ya kutawala usiku, na jua likapewa mamlaka ya kutawala mchana. Hiyo ni asili kabisa, haijalishi umeenda shule au hujaenda shule. Haijalishi umesoma au hujasoma, lazima utajua ya kwamba mwezi unatawala usiku na jua linatawala mchana. Ndiyo maana mwezi hata uwe mkubwa unaonekana mchana, haukuagi na nguvu, haukuagi na mwangaza, kwa sababu jua ambaye anatawala mchana
anakuwa yuko pale, ama jua linakuwa liko pale. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mwezi haukuagi na mwangaza. Bwana Yesu asifiwe. Nitaomba unifuate vizuri, tuwe tunaitikia amena. Ama niko nazungumza vitu ambavyo havipo. Mwezi haunaga mwangaza, lakini mwezi unatumia mwangaza wa jua ili kuangaza nchi. Sijui kama unanielewa vizuri. Iko hivi, ukichukua tochi nyumbani kwako, umulike kwenye kioo, mwangaza utatoka kwenye kioo, alafu ndo unakuja hivi. Lakini ukimulika tochi kwenye giza hivi, mwangaza utaenda kule, hautarudi nyuma. Ili mwangaza upate kurudi nyuma, inatakiwa kuwe chombo ambacho kiko kama kioo, ili kureflect ule mwangaza na kuleta tena huku. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndiyo movement inayoendelea kati ya jua na mwezi. Kwa hiyo jua ndo lina mwangaza, lakini mwezi hauna mwangaza. Lakini mwezi ni kitu fulani ambacho kiko kama kioo. Kazi yake ni kuchukua mwangaza kwenye jua na kupeleka kwenye nchi. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama mmeelewa. Hata ukisoma jiografia itakuambia hivyo. Lakini hiyo ndio asilia. Kwa hiyo hawa wana jiografia wao walivumbua tu hiyo kinachoendelea kati ya mwezi na jua. Lakini ili mwezi upate kutoa mwangaza kwa nchi, ni lazima uzunguke kwenye position fulani. Ni lazima mwezi ukae kwenye position sahihi. Maana yake leo tunavyozungumza hapa, mwezi katika mzunguko wake ama katika rotation yake, ukisema ya kwamba ubadilishe position moja kwa moja, kuna vitu havitaenda salama, havitaenda sawa. Ndio maana mwezi ulitengenezwa ukawekwa sehemu ili uwe unafanya mzunguko wake pale kulingana na position yake, kwa sababu ukichange kidogo mambo yataharibika. Hautakuwa tena na uwezo wa kureflect ama ya kuchukua ule mwangaza kutoka kwa jua na kumuliki huku kwenye tuko sisi wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Hicho ni kitu cha kwanza. Lakini nchi na yenyewe inatakiwa ibaki kwenye position sahihi ili ipate mwangaza kutoka kwa mwezi na mwangaza kutoka kwa nini? Kwa jua. Kwa sababu nchi isipokuwa na jua na mwangaza wa jua, haiwezi pia kuzalisha mimea. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama unakumbuka biologie vegetale. Unaikumbuka? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nchi, huu udongo usipokuwa na jua hauwezi ukazalisha chochote. Kwa hiyo jua linafanya kazi sana kwa kuzalisha mimea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ili jua ili nchi ipate mwangaza kutoka kwa jua na kwa mwezi, inatakiwa izunguke kwenye position fulani. Maana yake ikiama position, ikiama sehemu, moja kwa moja kuna kitu kitaharibika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ninapozungumza habari za mwezi na habari za jua na habari za nchi, nazungumza na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Tuseme kwa mfano Monga ndio mwezi, Kashindi ndio jua, na Rejan ndio nani? Ndio nchi. Bwana Yesu asifiwe. Unanielewa vizuri? Sasa wewe, ili Monga afanye kazi yake vizuri, anahitaji nani? Anahitaji Kashindi. Ili Kashindi naye afanye vizuri, anahitaji nani? Rejan. Sasa Rejan akitoka kwenye position yake aende kwenye position nyingine, tayari ameharibu mfumo mzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana yake Kashindi akiishi nje ya kusudi lake, ameharibu utaratibu. Sijui kama mnanielewa vizuri. Amen. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe. Hapa bado tunajifunza asili. Haya ni mambo ya asili. Sio hayaombi kusoma, hayaombi nini? Ni asili gisi ilivyotengenezwa iko hivyo. Lakini pia Monga akitoka kwenye position maana yake ni sehemu ambayo ndo ulitakiwa uwe. Kwa mfano ulitakiwa uwe mkulima, lakini sasa hivi wewe sio mkulima,
ni mfanyabiashara, maana yake umeharibu taratibu. Na ni lazima kuna watu wataharibikiwa kwa sababu ya wewe umeharibu nini? Utaratibu. Hebu imagine kama mwezi unaweza ukahama kidogo, utoke pale kwenye unakuaga kila wakati na kuzunguka pale pale, lazima kuna mambo yataharibika. Jua vivyo hivyo na nchi vivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Huo ni mfano wa kwanza. Nafikiri watu wanaishi Marekani hawakwagi wanajali kuna jua, kuna mwezi, wao tu ni mataa, gari, ndani, mataa, basi. Mambo ya mwezi watu hawajali tena. Zile nyota 6 ulikuwa unazionaona pale waangaliagi tena. Unakumbuka hizo nyota 6? Kila mtu anazikumbuka hizo nyota 6. Mara nyingi zilikuwa mashariki, pale ukiangalia mashariki unaona kuna nyota 6 ambazo ziko sehemu moja. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama mlikuwa mnaziona, labda ulikuwa na shida ndani. Lakini najua kwa maisha yetu ya kule kila mtu alikuwa usiku yuko nje. Mambo ya kukaa ndani hakuna. Story zote ni nje. Bwana Yesu asifiwe. Tunachukua bateri iwe ya gari, iwe ya microphone. Unaona microphone imewaka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nikichukua bateri humu ndani, ukiwa na bateri mkononi unaweza kufikiria kwamba haifanyi kazi. Kinachosababisha bateri ambayo isifanye kazi ni nini? Kwa sababu haiko eneo lake, haiko kwenye position yake. Hata ukichukua bateri ambayo tumeweka humu ndani, ukigeuza upande wa kike kupeleka kwenye upande wa kiume, moja kwa moja haitawaka tena. Maana yake iko kwenye position ambayo sio ya kwake. Nisema kike plisi ama mwe. Ukichukua mwe unaweka kuplisi na plisi kumwe, havitaenda. Hii microphone haitafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni bateri. Ukichukua bateri yako ya gari, uitoe pale kwenye inakuaga, uiweke kwenye gari, uiweke kwenye kiti cha gari. Gari itatembea, itembei? Kama habari za bateri nazungumza na wewe. Maana yake wewe tukikuwa kwenye position ambayo sio ya kwako, hauta perform, hautafanya kazi kama ulivyostahili kuifanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naona watu tunashindwa kusema hata amina. Tunasema amina. Sema amina kama umekuja umeshiba, ama kuna njaa, umekuja na njaa. Na kama umekuja na njaa, mko soda mle ndani unaweza kunywa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumeona mifano miwili. Bateri yote ukiona haina kitu, lakini ndani yake kuna nguvu. Lakini ili uone nguvu ya bateri ni lazima uiweke kwenye sehemu yake. Lazima uiweke kwenye position yake. Ukiweka nje ya position haifanyi kazi. Bwana wetu Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo wewe, dunia inatuhitaji. Dunia. Na ninaposema dunia, nasema watu wanakuhitaji. Hawakuhitaji wewe peke yako, wanakuhitaji wewe na kusudi lako. Lakini wewe pia unahitaji watu wengine na makusudi yao. Bwana Yesu asifiwe. Ili wewe utimize kusudi lako. Kwa hiyo unaona sisi wote tunategemeana. Hauwezi ukafanya kwa peke yako, haiwezekani. Ujue kwamba hakuna kitu unaweza kutimiza kwa peke yako. Katika ufalme wa Mungu hatuendi hivyo. Katika ufalme wa Mungu tunategemeana. Katika ufalme wa Mungu watu wanategemeana. Katika ufalme wa Mungu kusudi moja na kusudi lingine na lingine linategemeana. Ndio maana last week nilishia kusema ya kwamba uliumbwa na kusudi kwa kusudi. Manake unaishi na kusudi lako, lakini kwa kutimiza makusudi ya watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusipoelewa hivi, maisha yetu hayatakuwa kama vile Mungu alivyotarajia yawe. Tutabaki wapiga kelele, tutabaki kuwa na maombi ya mrefu, tutabaki kuimba nyimbo za mrefu, tutabaki kusema Mungu anioni,
tutabaki kusema Mungu hanijui, mbona fulani tu, mbona fulani. Eske uko kwenye position yako? Eske unatimiza kile Mungu alichokutuma utimize? Ama umejihifadhi peke yako, sehemu yako umekaa tu? Katika ufalme wa Mungu tunategemeana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanuni inasema hivi: kusudi haliwezi kutimizwa kwa kujitenga. Kusudi lako halitaonekana kwa kuji-isolate ama kujiweka kwenye chumba peke yako. Kwa sababu siku hizi kuna tamaduni ambazo zimeingia kwenye society, kwenye jamii, zinasema ya kwamba usizungumze mambo yako kwa watu wengine, wakijua watakukwamisha. Watu wanapiga mambo mengi sana. Fanya mambo yako kimya kimya. Hizo ni sentences ziko huko duniani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi napenda ubadilishe uwezo wako wa kufikiria. Manake utubu. Katika ufalme wa Mungu hatuendi hivyo. Katika ufalme wa Mungu, ukiwa na jambo ambalo unapenda kulitimiza katika maisha yako, zungumza na watu wengine, ambia watu wengine, waambie Bwana, mimi niko napenda kuwa mtu fulani. Na kwa sababu tuko katika ufalme wa Mungu, watu watakusaidia, watakuonyesha, watakuambia, watakuelekeza, na utafikia kule unakoenda. Kwa sababu hauwezi ukatimiza kusudi lako kwa kujitenga, ya kwamba nitabaki peke yangu, mambo yakishakuwa sawa ndo utasubiri mpaka unaenda kaburini, hakuna kitakachotokea. Na hivyo vitu vimetuumiza sana. Ni kweli dunia ina watu ambao sio wazuri, hiyo tunajua. Lakini katika mimi niko nazungumza katika watu ambao wako ndani ya ufalme wa Mungu. Ngoja tuone kwenye maandiko matakatifu ili upate kuelewa. Na mara nyingi ninaposoma haya maandiko na yasoma ili tuyasome, lakini kuna vitu vingi unaweza ukajifunza hata bila maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Asili, vitu vya asili ambavyo vimekuzunguka vinaweza vikakufundisha. Asili, vitu ambavyo vinakuzunguka vinaweza kukufundisha. Ili mti uone ya kwamba mti umekuwa mkubwa, haukukuja tu mti tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna vitu vingine viliingilia kati ili mti uwe mti. Kuna mvua iliingilia kati ili mti uwe mti. Kuna udongo ulikubali kushikilia mizizi ya mti ili mti uwe nini? Mti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivi vitu vyote Mungu ameviweka kando kando yetu ili tuwe tunajifunza. Hebu imagine, kabla ya hivi vitabu havijakusanywa kuwa sehemu moja, watu walioishi kabla ya hivi waliishije? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu watu wengi wanafikiria tu maisha yalianza na hiki kitabu. Maisha yalitangulia haya maandishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kuna watu wamepata hiki kitabu miaka ya juzi tu, miaka ya juzi asio mbali ndo wamepata hiki kitabu. Lakini kabla ya hapo, hawa watu walikuwa na akili, hawa watu walikuwa wanafanya mambo makubwa, hawa watu walikuwa na teknolojia kubwa, hawa watu walikuwa na ufahamu mkubwa, hawa watu walikuwa connected, ama walikuwa na relationship nzuri sana na Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usisubiri kitabu kuwa na mahusiano mazuri na Mungu ama kuelewa nguvu za Mungu. Ukimsoma mtu kuanzia mwanzo mpaka mwisho, lazima utaona ya kwamba kweli Mungu ni mkuu, kweli Mungu ni wa miujiza, kweli Mungu ni wa ishara. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja tusome neno, tasoma baadhi ya vitabu hapo ili upate kuelewa kwa nini nasema katika ufalme wa Mungu hauwezi ukatimiza kusudi lako ukiwa peke yako. Haiwezekani. Tutasoma Warumi sura ya 12. Nitasoma tena kwa kibembe. Tasoma kwa kibembe. Baloma ibangyo ya 12. Baloma ibangyo 12. Na mchinji wake wa anachi na wa atano. Au yanishisome. Baloma ibangyo yake 12
mchinji wa anachi mpaka wa 5. Ama Warumi sura ya 12:4 hadi 5, kwa wale ambao watuelewe kibembe kabisa. Tunasoma 12:4 hadi 5. Mwingi na mweko homo tole na bile mbako manga bile moamba miambo manga ya shaikana na bibyo ena ando oba tole manga tole mweko homo mwingi na kele shito na chwasamba bechu na bechu ite bile mbako mwingi na okyo mwingi na okyo mweko homo. Bwana Yesu asifiwe. Hapa mwandishi wa hiki kitabu cha Warumi anatuambia tuangalie asili, kitu kimoja cha asili ambacho Mungu alikitengeneza. Na hapa ametupatia mtu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu. Sijui kama umenipata vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukiangalia mtu tunaona kuna kichwa, kuna miguu, kuna mikono. Sijui kama unaviona, naona ukiniangalia unaniona na hivyo vitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila mtu naye muangalia ana hivi vitu. Labda awe mlemavu, labda awe amekatwa miguu ama mikono, ama jicho alipo, ama sikio alipo, lakini karibuni kila mtu kamili ana hivyo vitu. Bwana Yesu asifiwe. Na mwandishi anatuonyesha ya kwamba hivi viungo vyote vinafanya kila kiungo kazi yake, wala kazi hazifanani. Manake kwa kutembea miguu ndo inatembea, mikono haitembei. Miguu ndo inatembea. Mikono yenyewe inasubiria ifike sehemu ya kuchukua kitu, ndo unatumia mikono. Kupeleka ugali mdomoni unatumia mkono. Kumsalimia mtu unatumia mkono. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumwangalia mtu unatumia macho. Kula chakula, kuzungumza unatumia mdomo. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kila kitu kina kazi yake. Kazi hizi hazifanani kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio gisi tulivyo ndani ya ufalme wa Mungu. Kila mtu ana kazi yake. Lakini katika upendo hizi kazi zinatimiza kusudi kubwa zaidi. Kwa hiyo kusudi lako wewe unaloliishi halitakuwa kubwa kwako, litakuwa kubwa kwetu ambao benefit kutoka ile kusudi lako. Ngoja nikupe mfano. Umelima karanga. Wewe ndo mlimaji wa karanga. Ni wewe. Ni kweli utakula karanga. Lakini imagine ni watu wangapi watakula hiyo karanga. Huo ndo ukubwa wa ulimaji wako wa nini? Wa karanga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umelima mahindi. Imagine ni watu wangapi watakula mahindi. Huo ndo ukubwa wa shamba lako la nini? La mahindi. Ndo ukubwa wa wewe uliyelima mahindi. Wewe unaweza ukala tu mahindi 5 ama 6, lakini imagine ni watu wangapi watashare na kukula mahindi uliyoyalima wewe. Na katika kanisa ni hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanafikiria akiwa mchungaji basi anafikiria hawezi kuwa mchungaji bila mwalimu, bila nabii, bila sisi wote hawezi kuwa mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawezi kuwa mwimbaji bila sisi wote. Hiyo lazima tuliweke kichwani. Siwezi kuwa fulani bila watu wengine. Kwa sababu ukiimba utapenda sisi ndo tukusikilize. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli na wewe unajisikiliza mwenyewe. Lakini ile unayojisikiliza mwenyewe haitaenda sehemu. Lakini tukisikiliza sisi wote ndo ukuu wako unafanyaje? Unaonekana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukihubiri injili ni kweli na wewe utaenjoy ile injili. Lakini wale watu ambao watasikia ile injili ndo itapeleka ukuu wa hiyo injili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ni katika kanisa. Lakini kwa sababu ufalme ni zaidi ya kanisa, kanisa ni shirika tu ambalo liko ndani ya ufalme wa Mungu. Nafikiri tulifafanua sana hayo maneno na kila mtu anaelewa hivyo vizuri sana. Kanisa ni kasehemu tu, ni kaparti
sehemu tu ndani ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo ufalme wa Mungu una vitu vingi sana, na tunapoenda kwenye ufalme wa Mungu ndo tunakumbana na kusudi. Hata katika kanisa pia kuna kusudi. Kwa hiyo kuna kusudi unatakiwa uliplay ndani ya kanisa, ili kanisa lipate kwenda mbali zaidi, ili kanisa, mission ya kanisa ipate kuwafikia watu wengi zaidi, na wewe una sehemu yako ya kucheza ndani ya hiyo kanisa. Lakini ukibaki watu mimi niko fresh ni shaka, kumbuka wewe ni mwezi. Tunahitaji mwangaza wako. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni jua, tunahitaji mwangaza wako. Haleluya. Amen. Ngoja tusome Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza sura ya 12. Wakorinto wa kwanza sura ya 12. Na mstari wake tutasoma mstari wake wa 24 mpaka 27. 24 mpaka 27. 24 mpaka 27 wa Korinto wa kwanza sura yake ya 12. Ni maneno yanayofanana kama yale tuliyoyasoma kwa Warumi. Imeandikwa hivi 20 wa Korinto wa kwanza sura ni ile ya 12 mstari wake wa 24 ama 24 ama 24 mpaka 27. Oheta bilia bitole momona nibo ibyangene nyeto mieko abecha asambiche mweko lombaka elia elembako eshi na anyemu etakane oba na anyemu bibyo mweko tamule mbekanu o shieta bilembako byos bya unganwa nga emo elembako ya baba chibwa ibe bilembako byose bya baba chibwa nga emo elembako ya ebwa anyemu ibe bilembako byose byasowakelwa amochunge nayo benu bonse mole mweko wakeleshito na mto wose ele elombako ya wake mweko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naona mwandishi tena anaendelea kutumia ule mfano mmoja. Wewe ni asili ya Mungu. Ulivyotengenezwa ni asili ya Mungu. Mti ni asili ya Mungu. Udongo ni asili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kusema ni vitu ambavyo Mungu mwenyewe ndo alifanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Na huyu mwandishi anachukua asili moja ya Mungu ili tupate kujifunza jinsi gani tunatakiwa kuishi, jinsi gani tunatakiwa kuwa. Bwana Yesu asifiwe. Ebu imagine, niko na kuingiza kwenye imagination fulani. Ndani ya miaka 10 ijayo, kama ungalijua ya kwamba kuna business utasimamisha ndani ya miaka 10 ijayo, lakini ili hiyo business ipate kusimama, unanihitaji mimi, ni ndani ya miaka 10, sio leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ungelinitreat aje? Ungeliniona mtu wa namna gani leo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mnaelewa hiyo mfano? Ndani ya miaka 10 kuna project inakuja, wewe ndio utaitengeneza. Lakini anayetakiwa kusimamia hiyo project ni mimi. Lakini tuko leo miaka 10 hakuna anayejua, wewe ndio una program hiyo. Lakini haujui kama mimi ndo nitakuwa nani msimamizi. Lakini tuseme sasa kwa mfano ungelijua ya kwamba mimi ndo nitakuwa msimamizi wa hiyo project. Ungelinichukuliaje leo? Kwa hiyo leo ungeliniona mimi ni mtu wa maana sana. Ungelikuwa unanibembeleza kwa sababu unajua miaka 10 ijayo utaniita. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wanadharau watu wengine kwa sababu hawajui jinsi gani Mungu ameitengeneza hii dunia.
hawajui kesho kitakachotokea ni nini. Hawajui ya kwamba wewe utakuwa msaada kwao. Hawajui ya kwamba mimi kesho nitakuwa msaada kwao. Ndio maana unabaki kufanya umbea wa mtu fulani. Ungelijua ya kwamba yule mtu ndo atakusaidia kesho, wala usingependa hata kufanya umbea juu ya huyo mtu, wala usingependa hata kumchukia huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niko napenda kuonyesha ya kwamba sisi wote tunategemeana. Usimuone mtu leo ukafikiria kwamba ni ulimi tu. Bwana Yesu asifiwe. Ulimi ukikwama na sauti inaenda, uzungumzi tena. Maana yake mikono inaonekana ya bure, miguu inaonekana ya bure, macho ikienda giza inakuja, hawezi ukaona tena, hawezi ukaniona tena. Unakuwa tu unanisikia kwa sauti, unanisalimia, vitu vya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo katika ufalme wa Mungu ndio maana tunaambiwa tuishi kwa upendo. Hii ndio maana ya upendo wenyewe. Maana ya upendo ni kwamba sisi wote tunategemeana. Kwa ni lazima muone kila mtu ni wa maana, kila mtu ni wa heshima, kila mtu ni wa muhimu. Kwa usianze kuona watu ya kwamba wanawake tu hao, wa fulani hawa, unadharau watu ovyo ovyo. Kwenye ufalme wa Mungu hatuendi hivyo. Kwenye ufalme wa Mungu tunamwona kila mtu ni wa heshima, kila mtu ni wa maana, kila mtu ni wa muhimu. Kuna mtu unamwona leo hafai, lakini kumbe kesho kuna sehemu unatakiwa uende, yeye ndio utakutana naye yuko pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naamini mko mnanielewa vizuri sana. Kwa hiyo kusudi lako ili litimie, kuna mtu inawezekana yuko humu ndani utamhitaji ndani ya miaka 2 ijayo. Sasa mkianza kubebana leo, manake lile kusudi litafanyaje? Litakwama. Na watu wengi wamekwama. Na inawezekana hata huko humu ndani ushawahi kukwama. Kuna mtu ulitakiwa uzungumze naye mambo fulani, lakini kwa sababu ya bifu mlionayo ulishindwa kumsogelea huyo mtu. Ulishindwa kwenda karibu yake. Niende kwa ule mtu, hapana, hata nielewe. Niliwahi kumtukana sehemu fulani, niliwahi kumsema sehemu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Na andiko la mwisho ni juu ya Waefeso 4:16. Waefeso 4:16. Waefeso 4:16. Nasoma Waefeso 4:16. Inazungumzwa hivi. 4:16 Waefeso. Mwingine ake bitambo bya mweko ose byaulo sambibwa na obundana byangene nibo bi watele cyane. Inde bibyo etambo yose ambe wake mambo iocha mweko lumbaka hokyo mweko bene wikyo wikubae mlo. Yesu asifiwe. Na hapa mwandishi anatuonyesha habari za mwili, lakini sio mwili tu peke yake. Hata ukitoka hapa uende kwako usimame, kwa sababu leo kuna snow, lakini siku hali itakuwa vizuri, nenda kwa kwanza utazame mti, uanze kufikiria mti kwenye majani, kama ni unatoa matunda, kama ni mti una mizizi, hafu uanze kusoma mti kuanzia kwenye mizizi kwenye matunda, elewa jinsi gani maanisha ya Musa. Kwa hiyo mimi na wewe tunategemeana. Kwa hiyo hakuna haja ya kuchukiana, hakuna haja ya kutokupendana, hakuna haja ya dharau, hakuna haja ya kuona mwingine hafai, hakuna haja ya ubinafsi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hayo ndio maisha ambayo tumeitwa tuishi na Mwenyezi Mungu. Mungu ametuita tuishi kwa hayo. Kwa hiyo kusudi lako linahitaji kusudi lingine ili mambo yaende mbele. Kusudi langu linahitaji kusudi la mtu mwingine liende mbele. Sasa wewe kama hujui kusudi lako, na tuseme kwa mfano kusudi langu lilikuwa linategemeana na lako, maana yake wewe unanizuia nisiende mbele. Bwana Yesu asifiwe.
Ndio maana hili somo ni la muhimu. Kila mtu ajijue yeye ni nani, kila mtu ajitambue yeye ni nani. Kila mtu yuko duniani, haujaja kusindikiza mtu, umekuja kwa ajili ya jambo mahususi, kwa ajili ya jambo maalum, na hilo jambo sisi tunalihitaji. Watu wote humu ndani hilo jambo wanalihitaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu imagine kama mti ambao Yesu alitundikwa ungelikataa ya kwamba mimi sipendi utundikwe kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake usingekombolewa. Ndio maana yake. Kama udongo ungelikataa sauti ya Mungu, maana yake wanadamu ambao wana mwili wasingekuwepo. Sijui kama unanielewa vizuri. Kwa hiyo hata Mungu wa mbinguni ili kutimiza makusudi yake anatumia uumbaji wake. Sasa wewe sijui umejichanganya wapi. Sisi sijui tumejichanganya wapi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mambo utatimiza kwenye maisha bila kuwa na interaction, bila kujua ya kwamba kuna mtu mwingine na mhitaji, kuna yule mwingine na mhitaji, kuna yule mwingine na mhitaji. Hautaenda sehemu yoyote. Na kwa sababu hiyo tunaitwa tuishi kwa heshima, tuishi kwa kumwona mtu yeyote ni wa maana hapa chini ya jua. Haijalishi ni mtoto, ni mkubwa, ni mzee, ni nani, muone kila mtu ni wa maana. Kwa sababu siku yake ya kukusaidia haijafika. Unaweza ukafikiria leo niko sawa, nina kila kitu, mimi sihitaji msaada. Siku yako ya msaada ipo. Kwenye maisha ya mwanadamu siku yako ya msaada ipo. Uwe tajiri, uwe masikini, iwe sijui nani, siku ya msaada ipo. Hiyo lazima uweke kwenye akili yako ya kwamba hata Mungu wa mbinguni anatumia uumbaji wake ili kutimiza makusudi yake. Ili tuwe na kondoo leo, tuwe na mbuzi leo, tuwe na miti leo, Mungu alizungumza na udongo. Udongo ndo ukatoa hivyo vitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kazi inabaki kwako. Wewe unayenisikiliza, wewe unayetutazama, wewe unayetusikia, kazi inabaki kwako ili kutimiza jambo lako. Sijui kama unalifahamu. Alishaanza kutoa majibu wapi unaweza ukalifahamu hilo jambo lako. Unahitaji watu wengine. Kusudi lako ili litimie linahitaji kusudi lingine, na hilo lingine linahitaji lingine, na lile lingine linahitaji lingine. Tofauti na hapo ya kwamba ubaki tu kwako, mimi nitakuja kutokezea pale ambapo mambo yote yakishakuwa sawa. Ubaki kwako na tutajua unachokifanya na utaenda sehemu. Na huu mfumo wa maisha sisi watu weusi umetushinda sana. Umetushinda na kutushinda sana. Kuishi kwa kutegemeana vimetushinda sana. Hususan katika maendeleo. Mara nyingi katika shida angalau naonaga watu wako sharp. Lakini kwenye mambo ya maendeleo, kwenye mambo ambayo yataleta matunda, yatazaa matunda, mara nyingi kila mtu anabaki kivyake. Kila mtu anafikiria kwamba wataniloga. Watanifanyia uchawi. Kuna watu wataenda kufanya kitu gani? Wewe kama ni mwana wa Mungu kweli kweli, uchawi, ulozi hauwezi ukakupata. Mtu akitumia ulozi ili kukuumiza hautaweza. Mtu akitumia uchawi ili kukuumiza hautaenda sehemu. Yesu asifiwe. Kwa hiyo usisikie uchawi upo, mtu anaweza akautumia kivyake, lakini atakaye kutumia ulozi kwa ajili ya kukuumiza wewe na kuhakikishia kama wewe kweli ni mwana wa Mungu, hakuna kitakachoweza kukuzuru. Wewe focus na kazi ambayo Mungu amekuleta uifanye na kila kitu kitaenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Next week tutaingia kwenye somo lingine la Pasaka kwa sababu tunakaribia Pasaka. Alafu tutakuja kuendelea tena na kusudi
kwa sababu bado tuko na safari ndefu ya kumaliza somo la kusudi. Kwa hiyo mpendo, kwa kumalizia ni kwamba tunahitaji kusudi lako. Dunia inahitaji kusudi lako. Mimi nahitaji kusudi lako. Wewe unahitaji kusudi lako. Kila mtu anahitaji kusudi la mtu mwingine ili la kwake lipate kutimia. Na hapa kunakuwa na confusion, kunakuwa na kuna watu wanasema kila mtu sasa atakuwa na mambo yake, kila mtu Bwana Yesu asifiwe. Ukianza kulima shamba leo, kama ni shamba ya unaamini kwamba nitalima hizi shamba ili nilishe, kwa mfano Colorado, ni mfano, lazima utahitaji watu ambao watalima, wataendesha matrekta, watapalilia, watafanya vitu vingine, lazima watu watakuwepo. Lakini hawa watu wako kwenye entraînement, yani wako kwenye training, na wenyewe kwenda kuanzisha mambo yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakibaki wakwako sawa, kwa sababu watu wengi ni wavivu, kwa sababu habari la kusudi linakuja na responsibility, linakuja na majukumu, na watu wengi hawapendi kuchukua majukumu, watu wengi hawapendi kufanya majukumu, kwa sababu hii ni challenge ambayo tuko nayo. Ukimwambia mtu na unaweza kuwa na mashamba, anasema maana kila mtu sasa atakuwa na mashamba, haitawezekana. Lazima watu wamoja wawatumikie wengine. Ni kweli, lakini unatumikia mtu mwingine kwa muda, ni mazoezi ya kwenda na wewe kwenda uishi maisha yako, wende uishi kusudi lako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu awabariki na atubariki sote. Amen.